Ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kenana, miongoni mwa yale manabii 400, akampiga Mika kofi la shavu. Akamsogelea Mika, akamtandika kofi moja la wapi? La shavuni. Akasema, Roho ya Bwana alitokaje kwangu ili aseme na wewe? Naomba hebu usikilize kidogo pale. Mika kwa kusema ukweli alipigwa nini jamani? Kwa kusema ukweli. Wewe ulishawahi kufanywa hilo? Ipo siku utafanywa. Siku moja nilikuwa kule Ziragula kule kuna kisiwa kimoja kule Sengerema Mwanza Tanzania. Kinaitwa Ziragula. Nilisimama kusema ukweli na tulikuwa mipakani mwa misikiti ya Waislamu. Nataka nikwambie hii ilikuwa live. Wale wanaume wale sio wa kusogelea. Yaani nilipounyambua Uislamu ulivyo kwa mujibu wa Biblia na Qur'ani, walikasirika kweli. Siku moja tuko kwenye ibada kama hii na ilikuwa Ijumaa. Kule visiwani waga tunapigaga maujumbe ya asubuhi na jioni. Ilikuwa saa 6 za mchana kama kuendea saa 7. Wale watu kumbe wamejipanga kuja kufanya vurugu na asilimia kubwa walikuwa wanatafuta kupiga mhubiri. Nataka nikuthibitishie hii kwa kusema ukweli. Wale wanaume walibeba mawe kuja kunipiga. Na walikuja na sauti moja tu kwamba hatupigi mtu yoyote. Tunapiga mtu mmoja tu mhubiri. Wengine hata msikimbie. Nataka nikuambie, nilikuwa nimemaliza hotuba au huduma ya mchana kama hii. Sasa nimeketi kwenye kiti. Halafu na mwenyekiti wangu naye tunaye hapa tumepangana kwenye viti vya plastiki kama mlivyokalia hivyo. Waimbaji wanaimba hapo mbele. Nilikuwa na waimbaji, kwaya moja nayo ilikuwa nzuri na ilikuwa inaimba sana. Kawimbo ambako huwa kasahau siku hiyo walikokuwa wanakaimba. Nilinoti ile no chorus yao. Walikuwa wakiimba usiogope. Chorus yao ilikuwa inasema usiogope, usiogope mambo yanayokuja, usikate tamaa tena, usiogope, usikate tamaa tena, usiogope, usiogope mambo yanayokuja. Yani walipokuwa wakikarudia hapo ka chorus, majamaa yakatua. Wote waliokuwa wanasimama kusisitiza tusiogope, wote wakamenya nini? Mbio. Hakuna aliyebaki hata mmoja, kila mmoja alitupa gita bila kuelewa. Nikaanza kufikiri hawa watu walikuwa wanamuimbia nani sasa? Walipokuwa wakikimbia, majamaa yanasema wengine mnajisumbua tu, tunatafuta mtu mmoja tu mhubiri. Nataka nikwambie hata mwenyekiti aliyekuwa karibu na mimi, niliposhika alikuwa mkono wangu wa kushoto, nikakutana na plastiki peke yake. Rafiki, yani hii ni live. Siku moja utaiona kwenye skrini ya mbinguni. Nimebakipo peke yangu na Yesu. Wengine wote wamemenya wote. Nikwambia nilikuwepo na limeza likubwa. Acha hiki kibweta hiki. Ninapenda sana mameza hayo mazuri. Lilikuwa ni likubwa la futi kama 5 za urefu hivi. Halafu kuja juu lilikuwa linaishia kwenye kitovu hivi. Nilitoka kwenye plastiki nikaingia hiyo kwenye meza hiyo. Nikakaa humo, nikaifanya ile meza kuwa mahali patakatifu. Nikaifanya kuwa chumba cha patakatifu muno cha maombezi. Niliomba ambayo maombi hata siyajui niliombaje. Sijawahi kuomba hiyo. Nataka nikwambie mawe yaliyotupwa hapo ni mengi, yani hayana hesabu, na yalikuwa yakianguka kama matone ya mvua. Napenda nikuthibitishie, hakuna hata jiwe moja lililonipiga. Yesu alisimama upande wangu. Wote waliokuwa wakiniona wakishuhudia hiyo vita ikifanyika, walifikiri kwamba hapo hawataokota mhubiri, isipokuwa watakuja kuokota maiti yake. Nataka nikwambie vile Mungu alivyofanya maajabu. Aliinua wananzengo wa maeneo hayo. Wakasema hivi, nyinyi wa Adventista hata msingelikimbia, kesi hii tutaimaliza. Nataka nikwambie wale wanaume walipigwa hujawahi kuona.
walianza kuogelea na wengine ambao hawajui kuogelea. Kumbuka kisiwani hakuna pa kukimbilia. Ukikimbia kidogo tu maji. Waliangukia maji na kujua kuogelea. Kila aliyeonekana na kanzu alipigwa. Siku hiyo walipigwa. Nataka nikwambie mimi pale hakuna aliyekuja kuniokota pale. Sijui ni nani tu. Nilishangaa tu watu wawili, mwingine amenishika huku na mwingine amenishika mkono huu. Wananipeleka kambini, lakini wale watu hawakuonekana kwa macho ya wengine. Nilifikishwa kule watu baada ya ile vita, na ile vita ilikuja tu kuzimwa na maaskari uvuvi. Idara ya uvuvi walikuwa kumbe mule wanafanya patrol. Baadaye wakapigiwa simu sijui na nani. Wakaja wanajeshi waine hivi. Wana bunduki. Na kile kilichosaidia ni kuwa na bunduki. Kama wangelikuwa mikono mitupu wasingeliweza ile vita. Maana wananzengo walikuwa wamesala. Na halafu watu wamejifungia msikitini. Majamaa yanaenda kudraw petroli ili yaje yachome msikiti, na sasa yanakuja kuwasha. Wale maaskari wakawa wamefika. Waliamua ile kesi kwa marisasi 26 ya kupiga hewani. Ndipo wananzengo wakatulia. Wanakuja kutulia sasa ili waje wamwangalie mhubiri kama bado yupo au kama bado wamenusurika. Walikuta mawe tu yamerundikana, mhubiri hayupo. Na hawajui nani alifanya nini? Nani alimchukua? Wakaja kutahamaki baadaye, wakasikia niko kambini. Nilikuwa nimepangishwa kwenye kambi ya guest, kwenye guest moja hivi. Nataka nikwambie watu walikuja kila mmoja, mwenye juisi, mwenye soda, mwenye nini. Wanafika, hongera pole mhubiri. Na mimi nilikuwa napokea, sina jeraha hata hilo. Ninapokea juisi naweka mdomoni. Get the point. Take a step forward.